Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana mahala ulipo. Nakushukuru kwa ajili ya kutenga muda wako na kunisikiliza. Ni muda huu ambapo Mungu ametamani na amependa pia tuweze kufundishana jambo moja muhimu sana katika maisha yetu. Jambo lenyewe linapatikana katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 42. Naomba nichukue kitabu kitakatifu tuweze kusoma. Neno la Mungu linasema hivi: Yakobo alipopata habari kwamba kulikuwa na nafaka huko Misri, aliwaambia wanawe, mbona mnaketi mkitazamana tu? Nimesikia kwamba Misri kuna nafaka. Nendeni huko mkanunue nafaka, tusije tukafa njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maneno matakatifu. Kwa ufupi kabisa anatufundisha vitu vikubwa kabisa. Hapa tunaona Yakobo wakati huo wa njaa kule Kanaani, hakukuwa na namna nyingine au hakukuwa na njia nyingine ya kupata nafaka isipokuwa ni kukimbilia Misri, ambako ndiko alikokuwa Yusufu na ndiko ambako ulikofanyika ule mpango wa kukusanya mazao kwa miaka 7 ya neema. Sasa neno hili linatufundisha kwamba mzee Yakobo alifanya jitihada za kutafuta taarifa kwamba wapi chakula kinapatikana, lakini tunaona watoto wake wakiwa wameketi tu ndani, hawana taarifa yoyote, hawana jambo lolote wanalofanya lenye tija, bali ni kutazamana tu ndani ya nyumba. Lakini pia badala ya watoto kuwa msaada kwa baba yao kwa ajili ya kutafuta njia mbalimbali za kuhakikisha kwamba familia inapata chakula, wao hawakuwa msaada kabisa. Walikuwa wameketi tu ndani. Baba yao ndio alikuwa akiumiza kichwa ni kwa namna gani familia itakula. Lakini tunajiuliza kwamba je, hao watoto wa Yakobo walikuwa ni watoto wadogo? Hapana, walikuwa ni watoto ambao wana umri wa utu uzima. Ndivyo hivyo katika taifa letu tunao watoto ambao ni vijana, tunao lika la kati ambao wako tu nyumbani, hawajui nini wafanye katika maisha, hawajui ni hatua zipi wazichukue kwa ajili ya kuboresha maisha yao, lakini pia hawafahamu hata ni kwa namna gani ambavyo wanaweza wakaendea maisha. Hii ni ishara tosha kabisa kwamba kama walivyo watoto wa Yakobo hawakupata nafasi ya kufikiri, hawakuwa na mpango wa kufikiri, hawakuwa na mpango wa kushughulisha akili zao, ndivyo vivyo hivyo katika mataifa mbalimbali hali hii pia ipo. Sasa neno hili limetujia sisi kutukumbusha, hasa wewe ulioko nyumbani, hasa wewe ulioko mtaani, hasa wewe ulioko kijiweni, hasa wewe ulioko sehemu mbalimbali usiokuwa na kazi ya kufanya. Maana kazi sio lazima uajiriwe serikalini. Kazi ya kwanza kabisa inatoka katika akili yako. Je, kuna taarifa gani umeipata ambayo inaweza kukuwezesha wewe ukawa sehemu ya kwenda kutatua tatizo? Je, kuna maarifa gani umeyapata yanaweza kusaidia wewe kwenda kutatua matatizo sehemu fulani? Au unashughulisha vipi akili yako katika kuhakikisha kwamba matatizo yanayozunguka jamii kwanza unayagundua, lakini pili unafanya kazi ya kuyafanyia kazi kwa utatuzi, lakini tatu, je, umeyakubali hayo matatizo na kuchunguza namna gani ya kutatua? Je, hayo matatizo umeweza kuyaorodhesha na kutambua na kujiongezea ujuzi zaidi kwa ajili ya kuyatatua? Kwa sababu hiki tunacholalamika leo kwamba kila mmoja analalamika ana fedha, lakini fedha zote zimejificha katika matatizo. Fedha zote duniani zinapatikana katika mikono ya watu. Wala hatuna haja ya kutafuta fedha, ila tuna haja ya kuishi fedha. Kwa hiyo sisi kama Wakristo kwa ujumla, neno hili linapotujia ina maana Wakristo wote kwa ujumla. Je, tunafikiri nini juu ya matatizo ambayo tukabili?
Je, sisi vijana wa Kikristo tunafikiri nini juu ya matatizo ambayo yanatukabili sisi kama sisi, matatizo ambayo yanaikabili jamii? Je, tupo tayari kutatua matatizo hayo, au tupo tayari kuangaliana uso kwa uso? Nitatoa tu mifano kadhaa juu ya sisi vijana wa Kikristo. Kwa mfano, nyakati kama hizi mvua zinanyesha, utakuta mahala fulani kuna dimbwi. Badala ya mtu kukaa na kufikiri kwamba hivi mimi si ni sehemu pia ya serikali, hivi mimi si ni sehemu pia kutatua tatizo, kwa nini sichukue mchanga nikafikia hicho, nikaweka kifusi hapo, kikawa msaada kwa watu wengine wakapita kwa usalama? Kila kitu tunafikiri kwamba sio sehemu yetu. Kila kitu tunaona sisi sio sehemu ya kutatua matatizo katika jamii. Kila kitu tunaona hapana kituhusu, ila kuna watu ambao wanahusika zaidi. Neno hili litufundishe, litufungue akili, litufungue fikra moja moja kati yetu, ili kila mtu aweze kuwajibika kwa namna pekee. Watoto wa Yakobo hawakuwajibika, walikaa wakatazamana tu. Je, mimi na wewe tukikaa tukatazamana tu, madhara kutazamana ni yapi? Madhara kutazamana ni pamoja na kwamba mambo yote ambayo tumeyapanga katika maisha yetu hayatakwenda. Tutakuwa na mawazo, tutakuwa tuna mipango mingi, tutakuwa tuna hakika nyingi, matumaini, lakini matumaini hayataweza kusaidia chochote, na nyanja zote nilizosema haziwezi kusaidia chochote, isipokuwa tu kwa kufikirisha akili zetu, kwa kuchangamsha akili zetu na kuhakikisha kwamba katika mchangamsho huo, katika plani hiyo, matendo yakichukua nafasi kwa ukuu, basi ndivyo ambavyo tunaweza kupata dhana nzima katika jamii yenye kuhuisha na kuleta madhara mema katika jamii. Tunaona baada ya Yakobo pia kupata taarifa, Yakobo pia anawapa taarifa watoto, lakini anapowapa taarifa watoto anaambia, mbona mnatazamana tu? Wewe mtu wa Mungu, Mungu ana taarifa juu yako, juu ya ugonjwa wako. Mungu ana taarifa na wewe juu ya magumu unayopitia. Mungu ana taarifa na wewe juu ya mambo yote mazito unayopitia, changamoto unazopitia. Yeye anazo taarifa leo kwako. Ana taarifa kwamba wewe ni swala la kuchukua tu hatua kumfuata Mungu. Ni swala la imani katika kila unachokipitia. Mungu yupo tayari kukusaidia. Uliyekaa usiye na taarifa za Yesu Kristo na kufikishia taarifa za Yesu Kristo, kwamba anakuhitaji, anakupenda na yuko tayari kukuhudumia. Ni swala la wewe tu kumkubali. Ni swala la wewe tu kuhakikisha kwamba unamkiri kwa yeye kweli ni njia uzima, na yeye ni mwaminifu kwako, na yeye yuko tayari kukuhudumia. Taarifa hii ni muhimu kwetu. Kama watoto wa Yakobo walipopata taarifa wakachukua hatua, basi na wewe leo chukua hatua. Wewe unayeumwa hapo nyumbani, wewe unayeumwa hapo hospitalini, wewe mwenye matatizo mbalimbali, na wewe mwenye changamoto mbalimbali, chukua hatua sasa. Kama watoto wa Yakobo walivyochukua hatua ya kutoka Kanaani kwenda Misri kwa ajili ya kufuata chakula kwa sababu ya njaa. Usikubali njaa ikuue. Usikubali ugonjwa kuue. Usikubali matatizo kuzidia. Usikubali mambo magumu ya kuelemea. Karibisha Yesu. Yesu akupokee mizigo yote. Pokee magonjwa, pokee changamoto, akupokee huzuni zako, akupokee kuugua kwako, ili uwe salama.